guys, welcome to another super edition of the Celebrity Exposure. My name is Mercy Soni and it's been a minute, guys. Nimewamiss kibao. And remember, if you're new here, karibu sana. Remember to click on that subscription button. Remember, it's the road to 2,000 subscribers and tuko karibu kufikia hapo. Yani tunanusia tu ma subscribers, you know. And thank you so much for all the guys that have been giving us all the support. Mna comment, mna like, mna subscribe, mna share. We are so much grateful. But on top of that, today we have an amazing edition of the Celebrity Exposure. Leo niko na watu wazeni wasanii ambao wana try to come up into this industry. Na wanasema hao wako juu, yani hao ni wale wase like una try ku diss and everything. Na hawapelekwi chini, yani wako juu na wanaendelea kwenda juu zaidi. Ladies and gentlemen, help me in welcoming, or rather in welcoming this new upcoming artist, wanajulikana kama Daystar D-Boys. Kimbros DRG, Dangerous. Buddy Jones, Video King, bad man, yo. never meant for a couple. When I'm moving down, never lock me down, never mess with me. I can never range it off. When I'm looking for a nigga, you can never scoop me down, and that's why unani die. Let me rise up when I'm looking for my brand new songs. Let me keep it up. Buda achani kuroge. I can never tell you lies. Buda acha tuomoke. Bado kuomoka ni stingo bado kutesa ni rada. Velo na banja buda bado mi US na tesa. Snoti Mr. Mboy. Hata mkuja disi watu sita. Bado minto akanyaga. Jumi ndo mori wa makali. Bado akiteta. Sitko juu. Situ na flow na maganje na riba juradi mejipa. Sitko juu. Vile na madizi mangoma beat. Vile na ua. Wasanii wangu, karibu sana kwa Celebrity Exposure. Thanks. Mko fiti? Mko ready to do this? Yeah. Alright, so ladies and gentlemen, wakiji introduce from my right, tujue wanaitwa nani and actually what do they do? Yeah, Manu Sparks. I do music. I'm part of the D-Boys crew. So I do trap and spoken words. So you can even follow me on Instagram at _Manu_Sparks. Thank you. Okay. Afo kwa spoken word tutarudi. Kimbos DRG, I'm a rapper. Niko kwa hii gang ya Daystar D-Boys. Watesa huko vibaya sana. Naweza angalia YouTube at Kimbos DRG, hapo YouTube, check you subscribe, angalia link, angalia our content yani. So link yani. Sasa check. Yeah. Ndo mbaya wao. Yani unacheki hata ngefa amekupigia black yani. Alright, next. Yeah, hapa Snotty Jones hapa kwa Daystar D-Boys. Subscribe YouTube Daystar D-Boys Music. Nitwa Snotty Jones, niko kwa kikundi na tunafanya drill. Itabidi mesonge hivyo, tumetesa Kenya juesi ni nani. Wow, the confidence. Nyi wase mko na confidence sana. Thank you. So, ebu kwanza, I'm really curious to find out, how old are you guys? I'm 17 years old. 17? Yeah. Mimi hata nilikuwa 17 sijui nilikuwa nafanya yani. Hata sijui kama talent yangu bado najua ni gani. Tulianza kitambo. Hatujaanza sasa ndio tumepata. Tuseme tumepata nuru. Tumepata power ya usanii sasa. Tumepata hiyo power sasa. But tulianza kitambo sana. Around 3 years ago. 3 years ago. Yeah. Na uko na miaka ngapi? 19. 18. Okay. 18 too. Okay, sawa. Sasa naona hii confidence yenu. In confidence yote mnatoa wapi? Morali tu tunapeana tu confidence. Katko chini tunainoana hivyo. Ukisikia uwezi hata kutupa yani. Tunakupile morali yani. Unaweza ndo upate confidence ya kufanya kitu. Na hard work pia. We are always writing up a kisha Mr. zetu tukiangalia tusini wanoma, so confidence hatuwezi kosa. The moment tunaona
awawake yani. Toa tujatoa mangoma nyingi but sasa tukiwa na awawake mali tumetoka mali sasa tuko. Of course tunapata confidence. Yeah. Okay, now speaking ya kwenye mmetoka and all that, maybe unaweza niambia for instance kama wewe plan yako ya kwa hii group ni gani? Like unaona cause kuna groups mingi zenye unapata mnaanza kimoja then something comes up and then una separate. Wewe unajiona role yako kwa hii group kwanza ni gani? Role yenyewe ni yeah, it's just we just motivating each other. So and then we're from just the same area. So kudisperse ni ngumu. Yeah. So I think ni ngumu ya. Okay, so for instance kama wewe sasa naona line yako ndio ilikuwa inaanza kwa ile ngoma yenu ya Situkujua, ndio? How confident or rather how long does it take for you to come up with your lyrics kwanza? No. It's just a matter of yani unaweza place beat hapo saa hii. Niambie yani ni freestyle hata na jina yako na the cameraman. So mimi I don't need to sijui nafaa one day ni kama na lyrics. Just a matter of saa hii ni freestyle saa hii. Tupe kitu na Masisoni hapo. Celebrity exposure. Check. Tuko celebrity exposure. Tumekuja kuwaosha Kimbosta G. Ngoja. Tuko celebrity exposure. Tumekuja kuwaosha. Kimbosta G, mimi natesa kila kona. Wananao mzima, wananijua mimi master. Na hiyo fala usikini niliacha. Naweza wakopi juu alisikia mimi chopi. Nimekuwa nikitesa, nimekuwa nikiwa mada. Yo. Hawezi ni mada. Denge fulani juzi aliniacha nikacheka sana juu alikuwa amenibamba for real. Mimi natesa, siwezi kuacha. Siwezi kuacha, siwezi kuangusha. Nice. So music ya wasi wakisema nipatie my lines and I take so long. So does it mean like this is yani kiko kwa damu, ndio? Yani kitu nikaa yani kiko kwa damu. Nimekuwa first tulianza na kusikiza ngoma za wasanii, tunakuja tunazijua tu, tunazimaster, tunazispit tu. Lakini sasa sasa tukakuwa tukaanza kuchora zetu. Hivyo tu iko kwa damu in short yani. Hivyo ndio iko. My dear, wewe umesema yani itabidi wasee wamewapatia space. Kabisa. Kwanza ni gengani kama msanii unatambua sana kwa hiyo? Hip hop. Kwa hip hop nani wenyewe unasema umseni ndio OG? Sasa najua Calligraph Jones is the real G. Kwanza ajua dai collab na mbaya sana tukampata tu. Naona life imechange tu. Oh, so you basically wako into hip hop rapping? Yeah, hip hop, drill, anything to do with hip hop yani. Yeah, I'm best. Okay, so si Gengeton ama locals? Hizo Z. Yeah. What? Yani Gengeton. Serious? Yani Gengeton. Sinajua hip hop ndo kusema yani. Si ati tunasema tukiwa na fear but ati hard feelings. Hatuna hard feelings tunawasema Gengeton but ile real thing yani si wasema hip hop. Yani hip hop ni kwa damu. Yani nikaa tukisikiza Gengeton nikaina tu affect yani. Yani kitu kaa hiyo. Tupatie rap. Mie mnanimaliza tupatie rap. Piga rap. Check. Smoking with my niggas wanna be so much. Niggas never mess with they kill so what? Working on my baby on the bed so what? Yeah, checking. Amnitishi mimi ndo gangster timba ndo luku ya mjini. Calypso kali tucheze. Collab lazima tupige. Maheto wapendwa spende. Miss not lazima niomoke. Mistari natupa ni noma. Ibana suna ni check. Buda city na chapa kibabi vile natesa buda mini gangster vile namoka na niko high. Vile na banjo na dhan ko tu. Kumbe ni high class buda na tu. Mimi napenda kuchapa na mabindi vile natesa na dhan inagoaya. Mimi niko lana mapenzi Ulaya juu zimeshika ushenzi ujama. I said today I'm surrounded by talent. After this, mimi nitakuwa nawapatia my lines zangu. Tumekuja kuoshwa leo. Alright, so wacha niulize nyinyi wase. So
inamaanisha in the next few years mnaona nini ndio mna take this industry juu hip hop kwanza mnaonaje huku Kenya? Not even next few years, ni kama just tupatie ni tu this year ama next year probably. So juu penye sasa tunakaa hivi na tukipata hiyo support tunahitaji saa hii kidogo tu na tukiongezea na kidogo so mtatucheki hata ina haja tuongee sana mseme tuliongea sijui nini acha tu mtaona tu sasa vile sasa tunakaa mimi tumekaa na force yani mtacheki tu ile yani tunahitaji tu ni support tu, yani mtu support tu hapo The Study Boys Music, msubscribe hapo support jo ile force tunakaa nayo hata tuwezi elezea yani haiwezi elezeka. It's not explainable yani. Okay, so mimi ningetaka kujua juu hii industry imekuanga una get though industry ya hip hop imekuanga shaky, ni changes gani mnataka kuleta? Yani sasa hii tunataka yani si tukiingia hivi sasa hip hop sasa unasikianga venye mnasemanga sijui mnaenda dunda za nini sasa tunataka tuenda dunda hip hop ndio inachezwa peke yake yani unapata party ya hip hop yani mmeget yani kuna vitu tunataka tuzioshe yani tuzitoe tunataka tulete hip hop drill tu trap hizo hakuna sijui nini napata kwa wedding hip hop inachezwa kitu kama hiyo sasa okay. Alafu my dear on the other side wewe umesema pia wewe unaweza fanya spoken word ndio so spoken word kuna venye una plan kuleta kwa The Study Boys pia ifiti ama unaona utaifanya kivyako? Okay. Pia like if inaweza ingiana tunaweza toa pia yeah but yeah you can because you can see anaweza take part yeah. Although naona hiyo inaweza kuwa kitu fiti because pia as far as me I'm concerned hip hop inakuanga kitu deep sana si ndio? So kama unaweza find where ku incorporate wase wa kirap because pia wewe ni rapper unaweka some bit of spoken word. Kuna ngoma fulani imefanywa na Wakardinali sijui kama mnajua kuna mwenye anaifanya kama spoken word na get na kuna mwingine mwenye anaifanya kama hip-hop na get all that. I think inaweza kuwa something amazing. So far ni challenge gani yenye wase mna face mnaona hii kitu inaweza tutoa nje as much as tuko na hii future tunapanga? Challenge tuna pesa hii lako yani capital management tuna management yani chance ongelea hiyo but sasa nasema lack of support for people. Yes, tuna get support but get the support yenyewe tunahitaji vizuri. Tunacheki bado management iko chini. Kuna pia ukiangalia content iko dormant yani iko hivyo but sasa ni ile tu lack of support yani tuseme management lack of yani people wanasaidia wanaweza tupatia sponsorship hivi tukaa hizo maybe tukaa hiyo sasa. Okay. Alright. So my dear, kama wewe bado uko shule ama? Uko shule bado. Okay. Na how guys, sipendi baka. Nimeshtuka nimeona pana unaenda aje. Okay. So wewe for instance una manage aje shule na muziki? Juni watu wa hip hop na kuanga stable, ni mnaanza tu kurapa hata kama mode yako class. Unajua challenges ni mob tu sana kwa choju. Naweza pata mode yako daro. Maybe anafunza dictate. Maybe utasikia tu notes zimekubwa anze kuandika mistari. Nilijua. Actually mimi yangu ilianzanga tu hivyo ndo njue mimi ni rapper. Mode alikuwa tu daro na dictate. Yani patanga tu nimeandika page kama 2 ngoma full. What? Sasa nikaanzanga hivyo tu. Nikakuja nikamit my niggas hapa hivi. Tukaanza kufanyanga tu ma freestyle. Sasa ndo sasa hii mwaka tu sasa tukakaa mtu tukakutana tu na Rico tu kibati tu yani hatukujua ni hadi kata meet juu si hadi tulikuwa tumetoa tu tukaperform tu kuichukulia tu serious. Sasa kwenda kuperform sasa akatokea akatanga FOBA. Sasa akatupiga tu doza. FOBA inamaanisha ako ndani.
yani ametu appreciate yani vile tumekuwa. Sasa nile tu ametuuliza sisi tunataka aje, tukiambia tunataka tu support yake. Sasa katupiga do ndo tufanyio audio na video. Yeah, your first song, right? Yenye kwa YouTube. Okay, now ever since you guys released that song, hiyo ngoma ni nini imewaletea? Nini mnaweza sema hii ngoma imetufikisha hii place fulani? Hiyo ngoma kenye nasema imetuletea yani ile imefanya tukajulikana. Kuna wasee wako najua wako wanatubelieve yani. Tuko na rap wanasema nyinyi hapoendi mahali, nyinyi hamwezi toa ngoma sijui. Sasa kuna wasee sawa wameanza kutubelieve yani. Wata sawa wanaanza so hiyo ametupatia hiyo yani hiyo imefanya tujulikana. Hiyo ndio kitu imetupatia kisha alafu imetupatia pia hiyo nguvu ya tena kufanya ngoma nyingine. Hivyo sasa pia unapata wasee wanaanza kuuliza ngoma nyingine kani ufanye. So yani imetupatia hiyo moral tu hiyo courage tu ya kuongeza kazi tu tufanye kazi. Okay, na sasa like mnasema you guys are from the same place. So mkisema ni kufanya vidaa, mnafanya vidaa haraka. Vidaa haraka. Pia kama ni kukama na rhymes, kila kitu kinafanyika mbio. Kila kitu. Okay, so kwa hiyo video yenu nimeona kuna wasee wengi mmeshoot na wao. So hebu kwanza mtueleze tuelewe vizuri The Study Boys exactly ni kina nani? So The Study Boys vijana wa Daystar. Kuna wenye kwa school, kuna wenye kwa hivi. Sababu ukicheki kwa video utacheki kuna mayouth wengi sana. Kuna wasee kibao. So unacheki hiyo yote ni ka D-boys mzima. So hawa ni wasee tuma. Kuna watu wanafanya different things hapo. Kuna mwenye ana specialize in production, kuna mwenye anasomea production, videography, hizo na photography hizo. So kuna marapa pia hapo bado D-boys ni vile tu hajaanza bado kurecord, but kuna marapa, kuna plans. So The Study Boys ni tuseme tu ni again tu ya mavijana tu. Wanafanya tu kuna madrill hapo. So ni gang kubwa. Ni game kubwa. Okay, so inamaanisha mtu akitaka kufanya kitu yake hakutakuwa na conflict. Hakuna conflict. Yaani tuko hapa kusupportiana in short. Kama niko na kitu yangu na come through nafanya kitu yangu. Kaa uko na yako. Okay. Aya, before wao tupatie spoken word. Tayarishe. Labda huyu msanii atuambie. Sasa kama sasa hivi ni unasema uko high school na pia kwenda uni. So uni pia kuna utaenda kupatana na wasee kibao, ndio. So nini itakufanya ustick na wasee wako wa home na ile talent? Maybe unajua utapata pengine talent ni kama inajipigania outside. Because I won't lie, uko na talent. Hata venye umerap manje ni legit. So how would you like keep yourself clean? So najua kitu ya kwanza ani manigo wangu ile mbaya, so siwezi watupa niseme tusaji mimi nimemada chuo, acha nijitoe niwache solo. Wajua tulianza kimoja na bado nafaa tuende kimoja bado. Alafu kuhusu talent, hiyo ni kitu iko kwa damu hiyo, yani hizi toka tu, yani hiyo ni permanent tu yani. Okay. Na wazazi wako ndani wanawasupport ama ni parents kwa kuleta shida? Nimekuwa kuleta shida hiyo nao ni kweli, but sasa tunacheki sasa kani talanta. Kwanza venye tulienda Daystar hiyo time tukapatiwa done ya Rico. Sasa hapo sasa ndo walijua tuko serious yani tuko saa serious. Sasa hata sasa hivi tunapata naambia mkoro naenda hivi interview plan, aniambia sijui nini, ambia ni talanta bana. Kuna vitu zingine siwezi jiepusha nazo. Siwezi kosa kufanya. Kuna vitu zingine siwezi acha kurap na hiyo nao siwezi. Talanta siwezi acha. Sasa najua in future hii ni kani picha yangu bado najitengenezea. Unasikia ngo kwa shule unatengeneza picha yako, but pia hapa sasa hivi bado natengeneza picha yangu. Sasa kuna wasanii huko nje na wako na talent, yani tu ni talent imefanya ku reach. Nacheki. Sasa yes naweza soma, masomo siwezi acha pia. Masomo tu ni lazima sawa. Lakini sasa rap ni kitu essential kwangu. Yani siwezi acha hiyo, siwezi. Sasa hiyo nao siwezi acha. Hata wazazi wamekuwa kuleta shida basa, inabidi tu na
tunaweka tu tunawaambia itabidi wanazoea tu itabidi wamezoea. But I think njia nyingine ya kuwa manage ni just pia ukiwa home unafanya kazi zenye wanataka. Exactly. Alafu kama pia ni kuchop una make sure kama ni class manze. Okay, si lazima ukuwe number 1 but kuna ile 2 grade yani grade poa unapata, sio? Hiyo na watu wajaribu. I think after that hautakosana na wazazi sana. But sasa unacheki kuna ile time wazazi wanakuanga cheki hakuna stories za kwenda sijui wapi wewe soma kwa kitabu soma. But sasa hapo ni producer maybe amenikola ameniambia tena hiyo nipata hiyo kitu kaa offer siwezi acha kwenda siwezi acha offer juu sasa nipigwe na mseni ambaye kama hivi sasa siwezi acha offer. Yes, kazi inaweza kuja kumalizia after nimeenda kwa offer nimemaliza kwa offer nikuje nimalizie kazi. But sasa offer unajua kuna vitu zingine haziwezi kama mara mbili. Yeah, true. Utakam once tu ni come once. Kazi inaweza rudi nifanye after yeah. Aya, my dear, uko ready? Yeah, I'm ready. Aya, twende kazi. Okay, before you answer. This spoken word is made for unajua like ya mama, in fact ni mtu wa mama. So like ni watu wengi wamepoteza mama. So kuna hiyo feeling so like mmoja. Okay. Yeah. So I can do it. Dedicated to your mom. Yeah. Anaitwa mama nani? Mama Manu Sparks. Okay, dedicated to Mama Manu. Yeah. Okay. Kama uchungua mwana aujua ni mzazi, basi uchungua kwa mama aujua ni mimi. It's so painful. Nikikumbuka ati life yako ilifika tamati. It's so sorrowful. Mabeshte zangu wakiongelea mama zao ilhali wewe sikuona. At time mimi ulia sana. Nikirealize sitaikuwa na tena maishani. But all I hope ni kuwa Saja alikuweka pali pema peponi. Nakumbuka ulipenda sana kuona nikisucceed maishani. Hukupenda kuona nikiwa nyumbani wakati wengine wako shuleni. Ulinifunza kula ugali na chai wakati tulikosa pesa za kaimati. Pia ulishi kunifunza kidogo nitakachopata. Pia nsisahau walio chini. Yeah. Amesikia and I'm sure she's so proud of you. Yeah. Wow. Lakini mimi nimenotice vijana na mama zao. Najua ni wasanii wangapi nimeenda kuwafanya interview kila mtu anaongelelea mamake. Kuna boy fulani tulimfanyia KU anaitwa Jumonotics. Pia alikuwa anaongelelea mamake. Kumekuwa na wasanii kadhaa sikumbuki but every time I'm hearing about a mom somewhere. Yeah. Now she's going to be proud of you, endelea kufanya hiyo kazi unafanya itakufikisha somewhere. Yeah. Hey, all right guys. It will be out. In fact it will be out within a month. It will be out. Oh, it will be like recording. Yeah. Wow. So usha record kila kitu? I'm recording this week. This week lini? Maybe weekend. Wase we are going tunafika, si ndio? Yeah, Starmax. Una recordia wapi? Kwa Starmax Records ya Frankenstein. Hapa kwa Frankenstein. Yeah. Oh, sasa unatualika ama utashayo? Lazima tu. That's lazima. Yeah. Ni Saturday, unasema Saturday? Yeah. Saturday ama Sunday. Yeah, Saturday ama Sunday. Mimi nitafika, I promise. I'll come. Thank you. Hey, this is worth it. Ndio wase tuende tumsupport. Afanye hiyo kitu anataka kufanya. Dedicated to your mom, right? Yeah. Mimi nitakuwa, I promise nitakuwa. Thank you. Aya, so guys, as we wrap up, nataka mtuambie sasa plan yenu ya kufika pale juu ni gani? Kwa sababu najua unaweza kuwa unajiamini lakini una plan. Si you guys know. Lazima mko na plan. Plan yenu ni gani? Nataka kwanza individually niambie plans zenyu individually and then kama ki group mko na plan gani? So wacha tuanze na wewe akiteka breather. So sasa tunajua tu plan za maisha lazima ukuwe nazo. Ukuwa msanii yani anything to do yani in life lazima nataka ufike range fulani yani. So mimi sasa range yangu nataka tu niende far. Patado napiga collab nje. Yani unainteract tu na watu wa nje yani. Nakupea morale yani unajua hata mimi sijui kitu unajua hadi mwenye anajua hajui kitu unapata bado hadi kuna mwenye best kumuliko
unapata ukienda kumsanii yani anaweza kukuambia vitu zenye huku unajua saa maybe hizo unazijua. Saa kuinteract tu na watu tu watu tunaweza supportiana tu, hata mimi nifike range fulani tu. Okay. Mimi plan yangu tu like taking this rap international. Yani mimi nataka kwenda international venye tu kama venye wamesema. Mimi nataka kupeleka international. That means yani niende Malika, India, America, UK, huko hata Uganda, Tanzania, South Africa pia. Nimepata nafanya kitu kama rap lakini ya mapiano bado. Kitu hiyo. Ama nifanye rumba bado ni rap. Umeelewa? So nikutake international na bado kuweka bidii. Nataka hadi niko na plans za kufanya ngoma zingine solo kidogo. Ngoma zingine bado niko na makolabo zingine bado zinakaa. Kuna makolabo bado zinakaa. So nataka tu kwenda kufanya kitu kingine different. Si hizi vitu zenye mmezoea. Kuna vitu obvious tu mmekuwa mkizoea tu sijui nini. Sitaki kufanya vitu zenye mmezoea. Mtaona tu vitu different, vitu very different yani. Kitu yenye tu mkisikiza hivi you're like, it's crazy yani. Utarudia mara nyingi hiyo ngoma. Yani kitu yenye hata si kitu mmezoea. Mtarudia mara mingi. Si kitu mmezoea yani. Yani kitu kama hiyo tu. Maisha si rahisi, si rahisi. Sasa ile energy naweka na bado kuna nyingine naongezea tu. Yani kila siku naongezea na zingine, misari zingine. Si vitu zenye mmezoea hiyo na kwa hiyo. Vitu noma tu, vitu noma tu. Yani hata ukisikiza hivi una like hii ni noma. Yani si vitu zenye mmezoea. Ni unique yani. Hata unapata nafanya rap za harusi. Unaweza imagine, try imagine hiyo. Nafanya rap ya harusi, unacheki. Aje sasa, tuambie. Sasa unacheki saa kwa harusi tunye mnachezanga sijui hizo sijui manyimbo gani. Ndio. So unasikia kaa hiyo. Nafanya chorus inaweza kuwa kitu kingine lakini saa unapata mna vibe na drill kwa harusi. Drill ya harusi, unacheki kitu kaa hiyo. I guess ijetokea yani si rahisi but sasa utaona tu kwa hadi mnaenda bash unapata ni drill inachezwa hapo. Si hizo vitu mmezoea, kuna vitu obvious mmezoea. Tutazikata, tutazitoa tu mdogo. No fear yani. No hard feelings pia. Don't take it personal. It ain't personal. But sasa ni hiyo tu. Ndio plans niko nazo. Okay, Yeah. Okay, for me, my plans ni to create things which are under reality. Like tunye mtu anasikiza naona like I've passed through this. Yani msi ana relate na. Yeah, ana relate. Yeah, like heartbreaks. Yeah, these things. So I'm trying to make. Nyinyi mshapitia heartbreaks? Heartbreak tumepitia hiyo. Miaka 17 wewe. Si wapi. Not heartbreak tumepitia. Hiyo nao ni ukweli. Hiyo na kila mtu anajua. Si ati si peke yetu. Most of the people ndio maana wamesema na create things under reality. Mimi nimesema nyinyi mshapitia mkacheka. Yeah, like unacheki sasa ndio maana nimesema cause kuna line fulani umesema uliachwa. Unacheki vitu nyingi tumepitia vitu nyingi. Ukasema huyu akiniona in the next 5 years. Relax tu. Yani si hatuna beef na si beef iko but sasa unacheki ile tunaichukulia tu easy tu lakini sasa heartbreaks ziko. Naona kweli hakuna kitu kingine hatuwezi kicha. Ni kweli but sasa ni ile yani si tumeshazoea nika tunakulanga heartbreak yani. Wewe hapana wewe tuendelee. Hiyo ni kitu huwezi kula wewe. Yes. Yeah, and pia on my trap most of the time napenda trap so I'm trying even to make more traps and iende international. Yeah. So tuseme hii The Study Boys is made up of powerful talents. Yeah. Exactly. Unakuja na ubasa. It's a combination of very amazing talents. Yeah. Alafu sasa the last question. Tunaweza ongea for a very long time. Last trip yako ni gani? Ukizapata duku gani unaweza taka kuipiga?
tupige. Iko tu style yako. Tuambie luku na gari, dream car. Okay, acha tuanze na dream car. BMW and Mercedes. Luku. Sasa. Official casual. Patie picha. Casual. Denim jeans, nini, malofas, matimbas. No timbas. Kwa nini? Hizo vitu mazezi kuanzia tu. Utaki vitu mzito. Aya wewe tushtue. Wewe unakaa una look unayo. Mimi nitakuwa na WhatsApp hapo hivyo. Nachapia tu hapo official kiasi. Kuna functions za official no kiasi. Na bado nitakuwa nachapa old school kiasi. Kazi kuna rado. Old school tuka hiyo na maybe casual kiasi. Mimi na mix ma look zote inategemea ni function gani inaenda. Tuka hiyo na dream car. Dream car maybe Range Rover Sport hivi ama Rolls Royce. Tuka hiyo. Okay, sawa wewe tuambie. So mimi kwanza hiyo gari ya Lamborghini hapo kwanza. Nilikuwa nangojea Lamborghini. Hiyo ndo gari nilikuwa nangojea. Nisikie wasanii. Ni Kenya bana. Ita come through kwake. Ndio tuma yani na kampuni na meli kabari. Alafu kusuluku. Ndipo hadi kuna functions zingine hadi kupendi suit na bibi tu ya pesa kwa people things. Alafu dunia tu normal. Alright guys, so ladies and gentlemen, we come to the end of this interview. Remember, Anil wasanii upcoming artists wanajulikana kama Daystar D-Boys. Kimbia pale YouTube. Sai tu ukimaliza kuwatch hii video, kimbia YouTube, open Daystar D-Boys, ndio? Wako na ngoma yao moja pale, to support hata kama ni hiyo ngoma moja. But I'm sure by the time hii video ina come out, tutakuwa na something else cooking in the kitchen, So subscribe, like, share, support. Ni wase mmejisikia first hand. Bila beats, bila nini, wasanii wanapiga freestyle moto. So guys, to support, to push, kwa sababu this is the next generation, this is our next talent. And as you have heard, when our promise more stuff to come, different things. See zile vitu za kawaida wa mzoea, ndio? So okay, alright. So wapatie last word to wrap up. Okay, thank you very much for all of you. Then unaweza follow pale Instagram @_Manu_Sparks, Facebook Manu Sparks. Yeah, thank you. Mzani follow hapo Instagram Kimboss.G. Pia Facebook Kimboss.G. YouTube mzangalia Kimboss.G hapo video zangu content kuna hapo Alright. So me Facebook and follow Snotty Jones. YouTube bado inaangalia tu Daystar D-Boys music. So Snotty, King Boys, alafu na Manu, asanteni sana kwa kukaa kwa Celebrity Exposure. It's been a pleasure na watakia kila laheri. May you guys continue to prosper, to bring more stuff and unique stuff into the industry, because that's exactly what we need. Yeah, alright. So guys, this has been the Celebrity Exposure with me, Masisoni. I've had an amazing time with these amazing upcoming artists. Remember to support them and keep on supporting the channel. See you next time with different people in a totally different place. It's been amazing. Have a fantastic time and goodbye.